Leo ni tarehe 3, wilaya ya Mjini kwa makusudi, kwa kushirikiana na baraza la manispaa na wao niliowataja katika itifaki, tumeamua katika kuelekea siku ya mazingira duniani, sisi leo kwa wilaya ya Mjini tumefanya shughuli hii. Naomba nikupongezeni sana 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 kwa kulifanikisha swala hili. Masheha oye! Wafanyakazi oye! Baada ya pongezi hizo, kwa nini tumechagua eneo hili? Kwa nini tumechagua shughuli hii? Kwa nini tumeifanya leo? Nikupongezeni sana baraza la manispaa kwa kulifanikisha hili, kutuletea vitendea kazi na kulichagua eneo hili. Eneo hili ni eneo ambalo wilaya ya Mjini tunajivunia. Ni eneo ambalo wilaya ya Mjini kama mnavyoielewa, ni eneo ambalo tayari limeshajengwa, ni wilaya ambayo ina maendeleo makubwa na eneo ambalo lina mji mkongwe. Ni eneo la kiutalii la kimkakati katika Zanzibar yetu. Eneo hili ni eneo pekee katika wilaya ya Mjini ambayo ipo green, yaani tumeihifadhi na tutailinda, na tulisema tutailinda kwa gharama yoyote. Niwapongeze sana wana Kilimani, wana Botanic kwa kuliendeleza hili eneo. Eneo hili kama mnavyoona tukiingia, ni eneo ambalo lina miti na ni eneo ambalo tulisema tutalilinda kwa gharama yoyote. Hata juzi kampeni ya kuondosha wanyama zururaji tulianzia hapa kwa sababu ya kulilinda hili eneo. Ni eneo ambalo lina kijani, halafu unakuja huku unakutana na bahari ambayo kama katibu tawala alivyoita vile hapa. Hata sheha wa Kiswandui aliruka hapa. Pia tunapalinda. Ni eneo ambalo uzee na kuzeeka hakukwepeki. Tumeona wazee wetu wanapokuja katika mazoezi ya viungo, wazee wetu ambao wamepata maradhi ya baridi, maradhi ya kupooza, wanakuja hapa. Ni eneo la kimkakati, eneo tunalolinda kwa sababu uzee na kuzeeka. Lakini jambo lingine, kauli mbiu ya mwaka huu 2026 ya mazingira inasema mazingira kulindwa uanze na wewe. Tulinde mazingira ili kuepusha au kulinda zile mabadiliko ya tabia nchi. Nafikiri tunaona katika eneo la nyuma hapo waandishi wetu, eneo ambalo limeshamong'onyoka. Haya yote ni athari za mabadiliko ya tabia nchi. Wilaya ya Mjini tumelichagua eneo hili kimkakati. Haijawa bahati mbaya. Naendelea tena kusema manispaa, hongereni sana kuja hapa. Wilaya ya Mjini tuna square mita 16.1 za mraba. Kwa kuna maeneo mengi katika mazingira tumekuja hapa. Bahari hii, mabadiliko ya tabia nchi, kama hatujalinda mazingira, bahari itapanda. Wazee wetu wataenda wapi kufanya hayo mazoezi? Vijana wetu wataenda wapi kufanya hayo mazoezi? Wilaya ya Mjini tutaenda wapi kujivunia tuna beach ambayo aliitaja katibu tawala? Kwa hiyo tumekuja katika eneo hili kwa ajili ya kulisafisha. Hongereni sana, tumelisafisha. Tuna taarifa kuna vijana wataenda kupanda mikoko Kilimani. Nimeahidi wakinialika nitakwenda, kwa sababu kupanda mikoko ni sehemu moja nyingine ya kuilinda mabadiliko ya tabia nchi. Ndugu zangu, usafi ni tabia. Usafi ni tabia, lakini kubwa ni sisi wenyewe, jinsi gani tunaamua mazingira gani tuishi. Sasa sisi wenyewe ndo tutakafanya aidha mji wetu uwe msafi au uwe mchafu. Lakini moja katika sifa za Zanzibar ni kwamba wageni
wa nje wengi wanasifu fukwe zetu na bahari zetu kwa ujumla. Wanasema kwamba bahari zetu bado ziko virgin, kwa maana ziko bikra, hazijachafuka. Sasa kama sifa hizi tukitaka tuziondoshe, tutaziondosha sisi wenyewe. Tukitaka tuzidumishe, tutazidumisha sisi wenyewe, kuweza kukaribisha watalii waingie, kwa sababu wenzetu watalii wanapenda sana bahari. Kwa hivyo tunapoweka mazingira yetu haya ya fukwe masafi, bahari ndipo zinapokuwa zinawavutia watalii. Kwa hivyo kama tunavyojua kwamba mazingira ndo kila kitu, hata katika maandiko ya dini zetu zinahamasisha nini? Usafi wa mazingira. Kama tunavyoambiwa Uislamu ni nadhifu, kwa hivyo kwa hivyo tuko katika kuadhimisha siku hiyo, na serikali kama tunavyojua kwamba ina jitihada mbalimbali katika kuhakikisha mazingira yanakuwa safi. Hata miradi mikubwa, hata wenzetu wa kidunia pia wanatusapoti katika masuala ya usafi wa mazingira, lakini pia na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Manake mabadiliko ya tabia nchi ndio yanotusababisha sisi, manake mazingira yanayo kufanya nini? Kuharibika. Kwa hivyo usafi ni miongoni mwa juhudi za kukabiliana pia na ni usafi wa mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hivyo zoezi letu la leo lina umuhimu mkubwa katika kuhakikisha kwamba nchi yetu au fukwe zetu hizi zinakuwa katika hali ya usafi.